ya ufunuo. Acha nimsaidie huyu baba kwanza. Baba simama. Yes. Jina lako nani? Kenani Sanga. Simama, sogea nyuma. Jina lako nani? Naitwa Kenani Sanga. Kanali Sanga. Kenani Sanga. Kenani Sanga. Ndio. Okay. Roho ya Mungu inanitoa hapa. Inanirudisha mpaka tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 99. Kulikuwa kuna mwanamke mmoja anaitwa Zulfa ambaye alikuwa anakaa nyumba ya 7 kutoka kwenu. Na huyu mwanamke Zulfa alikuwa anapendelea kuvaa vilemba mixer. Cha mwisho ambacho nakiona sasa amevaa kilemba kimeandikwa, ndicho ambaye amekivaa, na alikuwa anagombea udiwani wa hicho chama 1999. Akalose mwaka 2000 kamili. Mtu ambaye walikubaliana kupeana nguvu za giza kwa ajili ya kushinda udiwani akaenda kumdai kulipa agano la kwake, kwamba nilipe agano langu sasa. Umeshindwa, umeweza, tulikubaliana utanilipa. Huyu mama alikuwa na mwanae mmoja anaitwa Hashim. Alikuwa anaitwa Hashim. Alikuwa na miaka karibia 19. Na ndiye alikuwa ameingia naye kwenye mkataba kwamba nikishinda nakupatia. Akashindwa kutimiliza, akaona huruma kumtoa mwanae kwa kuwa ameshindwa udiwani. Mwanao alipokuwa anapita, mtoto wako wewe, ndio, akajikwaa mwanao akamdondokea. Yule mama alikuwa na kidonda kwenye kucha yake ya kushoto, kidole gumba, pakauma. Palipouma akamwambia, wewe ndiye ambaye naenda kukupeleka kwa huyu mganga. Kwa hiyo akamkamata akampeleka kwa huyu mganga, na mganga akamfungia nyumbani kwake masaa 5. Alipomfungia nyumbani kwake masaa 5, roho ya ukichaa au roho ya kuto kurudi nyumbani, labda nizungumze sentensi hii, ndipo ilipoanzia 2001 Januari, 2001 Januari, 2001 Februari, 2001 March. Huyu mganga akaenda kwa Lucifer kuzimu, na ninavyozungumza nawe Lucifer ananiangalia, akampelekea hizi nafsi kwamba katika uganga ndio ulionipatia, mshahara wake ni huu hapa. Na moja katika zile nafsi zilizokuwa zimepewa na mwanao yumo humo ndani. Tangu mwaka 2001 hajarudi nyumbani. Ni kweli. Januari 15. Ni kweli. Can I prophesy somebody? Nikiomba saizi mwanao atatokea Mbagala Maji Matitu. Alikuwa na miaka mingapi mwaka 2001? Alizaliwa mwaka 1978. Okay, alikuwa na miaka mingapi mwaka 2001? 78, nisaidieni. 78 mpaka 2001, nisaidieni hesabu. 78 mpaka 2001. Nisaidieni, mnaojua hesabu. Watakusaidia wapo hapa. Haina shida. Miaka mingapi? Alikuwa na miaka 23. Alikuwa na miaka 23. Ndio. Nikiomba saizi mwanao anakaa Mbagala Maji Matitu, kuna mkondo wa bahari umeingia. Kuna uchocho mbele, kuna msikiti umeandikwa Masjid Al-Ghaiz, something like that. Kwa chini kidogo
kuna barabara imevuka. Chukua maelezo yangu vizuri, kwa sababu utaenda kumchukua mwanao. Ndio. Alright? Ndio. Kwa chini kidogo kwenye mkondo wa bahari kuna kalavati ambalo wakati wa mvua maji yanapita. Juu ya kalavati maji yamepiga pana kama shimo. Ndipo ambapo mwanao anakaa kuanzia mwaka 2001 up to this time. Na kuna mama mmoja, kama unaniangalia kwenye TV, unaitwa mama Yasinta. Mama Yasinta ndiye ambaye wakati mwingine anaenda anamuogesha, na wakati mwingine anampatia nguo za mtumba, na wakati mwingine anampatia chakula. Mama Yasinta, namba yako ya simu ni 07 12 13 0. Sikuruhusu ukae, nataka nikuhudumie saizi. Asante. Utapanda gari kutoka hapa. Asante. Straight mpaka Mbagala Maji Matitu. Mbagala Maji Matitu. Yes. Alright? Ndio. Then utamkuta mimi, kabla hujaomba, nitakavyokuwa nagusa mwili wako, nitakuwa nagusa nafsi ya mwanao. Na Lucifer kokote kule aliko lazima aachie. Ataki ataachia, hapendi ataachia, hajisikii vizuri ataachia. In the name of Jesus. Asante Mungu. Tarehe 30 kamili. Inapofika tarehe 30 utakuwa naye hapa ndani kwenye mkesha. Asante Mungu. Utakuwa naye hapa ndani kwenye mkesha. Narudia tena kama Jumapili iliyopita, narudia tena kusema. Unaloga ili. Unajua wakati mwingine wanaambia hata wanawake. Natumia mfano huu kusema hiki. Kama unachunusi, usijipake makeup. Ukamdanganya mchumba wako, kwa sababu ukienda kuoga atagundua una kae. Sasa kama hujafanikiwa na kama huna roho ya mafanikio, hata ukiloga. Unajua kuna watu wanafikiri shetani ni boksi. Shetani sio boksi. Shetani anatumia akili inayofanana kabisa na Mungu aliyekuwa anakaa kwake. Mungu hatumii kila mtu. Unajua naambiaga watu hii sentensi huwa hawataki hata kunielewa. Wanafikiri shetani, ingekuwa shetani anatumia kila mtu, angalia una chale ngapi kwenye mwili wako. Utagundua eneo ambalo halijachanjwa kwenye mwili wako wewe ni sehemu ya macho tu. Lakini mwili mzima umetapakaa chale. Niambie una nini? Zaidi tu ya kwa na eboebo pea mbili. Na ndala ya njano zimeandikwa chachacha. Kuna mtu mwingine, mke wako yuko wapi? Wa kwanza. Yuko wa kwanza ni marehemu. Sikuwa nimemuoa, nilizaa naye. Naenda. Mpaka nimekwambia mke wako wa kwanza yuko wapi? Kwa sababu naelewa calculation. That's why nimesema mke wako wa kwanza yuko wapi? Kwa hiyo ulioa au ukoa, who cares? Nachojua mke wako wa kwanza yuko wapi? That's my question. Ni kweli. Ni kweli. Okay, mke wako wa kwanza alilogwa. Ndio. Mnaelewa? Ndio. Alilogwa, na sitaki nimseme ile vlogger sababu ni rafiki yako. Alikuwa anamtaka. Then ukaenda wewe ukamuingilia mke wako kama ambavyo mko mmezoea habari ya ndoa. Kinachofanyika sasa hizi, umebakiza siku chache za kuishi, ndicho ninachokiogopa. Ila wenda kuokoa. Asante. Sasa sasa hizi ambacho kipo, baada ya kukutana na mke wako, huyu mtu aliyekuwa anamtaka mke wako, maana mke wako sasa ameshakufa na sasa hivi unashaka ni wife. Ndio, ni naye. Then wakati umekutana naye, maji ambayo huyu mtu alikuwa ametumia kumloga mke wako yakawa yameingia kwenye mwili wako kupitia jinsia yako ya kiume. Ni kweli. Then na siku ambayo ulikutana naye mara ya mwisho, yeye alitoka maji mengi sana. Ni kweli. Kweli. Na ilikuwa na harufu, na vilikuwa kama kuna vidude vinapita kama
maji fulani ya mvua yakituama muda mrefu yanakuwa na vidude fulani, ndio style ya maji yalikuwepo. Ni kweli. Sasa saa hizi nataka nikuombee, ndio utakuwa unaenda Mbagala muda huu. Saa hizi ambacho kipo, yale maji kwenye mwili wako yametapakaa mpaka kwenye mbavu, mwili mzima, na wakati ikifika saa 4 usiku ni mwili mzima kama vile unajisikia moto. Ni kweli. Sawa sawa. Sawa. Sasa nataka niatoe ya maji na utaenda kuyatolea kule toilet. Kitu kimoja, ukienda kujisaidia toilet, choo chako kidogo kwa maana ya mkojo, ukitoka unatoka kama vile una moto, lakini pia unatoka kama vile una vile vidude vinauma ndani. Kunakuwa kama kuna washa. Nawasha sana. Ni kweli. Ni kweli. Can I prophesy somebody? Upande huu mnanibariki hapa, sidhani kama okay. Utaenda mpaka hapo. Nataka nikuombe na kuandikia namba ya huyu mama hapa, utaenda kumpigia. Nataka niondoe chocho na hayo maji. Simama tu hivyo. Simama. Then baada ya hapo utakuwa unaondoka saizi, magari bado yapo, utakwenda Mbagala, usiende sehemu nyingine. Ndio. Usiende kushoto, usiende kulia. Ndiyo. Nenda moja kwa moja Mbagala Maji Matitu, kwenye mkondo wa bahari pana msikiti umeandikwa Ali Hayat, something like that, and na una maandishi ya blue. Haya maandishi ni ya blue. Hakuna msikiti ile eneo lingine. Na nyuma ya msikiti kuna matenki makubwa mawili, masim tank. Moja linachukua lita 9,000 na moja linachukua kama lita 5,000. Lipo pale. Na anayeuza haya maji anaitwa Saidi. Umeandika? Matitu. Hey. Watakuwa wameshakuandikia watu wa media. Out in the name of mighty Jesus. The name of Jesus. Amen. You are free. You are free. Na unajisikia kwenda kujisaidia. Sasa nimegusa, nenda toilet. Nenda toilet. Kajisaidie. Alafu utakuja kuniambia muwasho. Nenda toilet. Just go. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Janet Mrope, natokea Morogoro nikiwa na familia yangu, nikiwa na wanangu wawili pamoja na mama yangu mzazi. Okay. Mamako ameingiziwa pin. Mamako ameingiziwa pin kwenye kwenye koldo. Mamako ameingiziwa pin. Ndio. Za pin hizi nini za kubania kama barua. So stapler, kuna zile zingine sio kama attach. Zipo za aina 3. Kuna ya stapler, afu kuna kile unaingiza kama kipini ina kilungu, afu kuna ile ya attach. Sasa nazungumzia ni ya attach. Kwa hiyo wewe na mama yako mpo attached. Yaani ugonjwa unauma mama yako the same utaupata na wewe. Na ndio nilivyo sasa hivi nabii. Anachoumwa mamangu ndio ninachoumwa mimi hivyo hivyo. Unavouma mamako ndio unavouma wewe. Ndio nabii. Huyo ni mtu alikuwa anakata nyasi za ng'ombe. Ndio. Kijana alikuwa anakata nyasi za ng'ombe ndio akafanya haya yote. Unajua wewe na mama yako mtakufa tarehe moja. Unafahamu hilo? Nisaidie nabii. Kwamba wewe na mama yako mtakufa tarehe moja, sekunde moja, dakika moja na mtazikwa siku hivyo hivyo. Kwa sababu wote mpo attached. Mama yako anaweza kupumzika mwezi huu, wewe uko mwezi huu. Ni kweli kabisa nabii. Mama ukipona mama yako anaanza. Ni kweli kabisa. Na hamna mpangilio wa nini kinauma. Hakuna specific, yani hakuna mtu uwezo ku identify kwamba ni ugonjwa huu au huu. Ni kweli nabii. Leo macho, kesho punda, hivi so on. Ni kweli nabii, ndio maumivu tunayoyapata. Tunaomba tusaidie. Na hii huyu mtu aliyewaloga
aliapa kwamba hata muende kwa mtumishi wa Mungu yoyote hamwezi kusaidika. Naenda kukuombea, nipo nyumbani kwako saizi. Sawa nabii. Kwa sababu unaona ni nyumba yenye watu wengi ndani. Ndio nabii. Ni sahihi kabisa. Ina watu wengi. Ndiyo, lakini ingia kwenye mlango wa kwanza wa mbele. Ndio. Naenda kushoto kama kwenye korido na ingia chumbani kwako. Sawa. Ndio nabii. Alafu hii roho sasa inakaa kwenye hizi mitalo ya maji machafu nyuma ya nyumba. Mtaro unaopitisha maji machafu inakaa. Na hata kwa mamako inakaa kwenye sehemu ya maji machafu. That's why kuna wakati mwingine ukijisikia kuumwa kwa muundo mnaoumwa, hata ukitaka kwenda kuoga unajihisi kama unaumwa zaidi. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Ni bora ukae mchafu. Kwa sababu maji So right now nakwenda kukuombea. Sawa, niko na mama hapa naye. Mama wako naye hapa? Ndio. Njoo. Nitawaombea. Haina shida. Mume wako yuko wapi? Simuoni nyumbani. Mume wako yuko wapi? Mume wangu alishafariki mwaka juzi. Nasema simuoni nyumbani. Okay. It's okay. Nitawahudumia leo na mtakuwa safe leo. Na huyu ugonjwa namrudishia leo wapatia. Hakuna sababu ya kumwacha akae. Tunamtandika nao. Tena kama safari ndo asinikorofishe. Yaani mtu asinikorofishe. Akikorofisha wewe na tunamkorofisha kwake. Maana anayekorofisha unakopatia amani, na tunamkorofisha nakopatia amani. Wewe mama mwenye mtoto Yes, jina lako nani? Salome. Salome. Ndio. Omba kuhusu mwanao uliyembeba nyuma ya mgongo wako. Ni mwanao wangapi? Sijasema uje. Wa pili. Ndio. Omba kuhusu mwanao. Sawa. Umeelewa? Umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kwa ajili ya kusali na maombi. Maombi ya kuomba wewe mwenyewe binafsi na familia yangu. Okay, muombe mwanao. Amen. Kwa sababu naona ana meza shilingi 200. Leo sianga 1 2 3. Siku ya 3 kutoka leo. Siku ya 3 kutoka leo ana meza 200 ikakwama hapa. Wakati wewe unaoga. Then umetoka kuoga kashakufa. So omba kuhusiana na mwanao. Na hii ni kwa sababu inakuataki roho hadi ukilala usiku unaona watu waliokufa. Ndio. Ndio. Na kuna mtu mmoja giant mmoja anakujia usiku. Anakutana na wewe kimwili. And sometimes unaota kama vile umezaa. Ndio. Ndio. Na ukishakuwa katika hilo unakuwa na hasira. Ni kweli. Hakuna mtu anaweza kukushika hata mmoja. Na hii kwanza mshukuru mume wako amekuvumilia sana. Nashukuru. Nyanyua mikono yako juu. In the name of Jesus. Out! In the name of mighty Jesus. Kakanushi. Sasa unaweza kaona ni aina gani ya giza ikimvaa mtu inaweza kumdrive. Inaweza kukaa ndani mwake ikafuta mfumo wa maisha yake. Kafuta kila kitu. Out! In the name of Jesus. Naomba mwekeni kiti ni akae nimwombea akiwa amekaa. Maana vinginevyo hapa udongo unaweza kupasuka. Father, in the name of Jesus. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. You are free. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema roho yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema. Habari njema roho yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema roho yangu.
Yesu ndiye Mwokozi wangu. Amen. Yes. Baba nabii, wakati natoa choo ndogo, yale maumivu hayapo kabisa, yamedisappear. Hey! Umeenda kujisaidia, hakuna ambacho kimewasha tena. Ndio, hamna chochote ambacho kimebaki kwenye mwili wako. Asante sana baba. Everything is double. My God is good. My Jesus, my God is good. Everything is double. Everything is double. Everything is double. Kupigana nami sitaogopa, maana ninazo nguvu ndani yangu, Bwana amenishindia. Jeshi lijapojipanga kupigana nami sitaogopa, maana ninazo nguvu ndani yangu, Bwana amenishindia.